Habari, kwa majina naitwa Josephat Rioba au Bwana Shamba Rioba kutoka Asili Growers, nyumbani kwa wakulima. Karibu kwenye mfululizo wa vipindi vyetu, vipindi ambavyo tunakuletea na kukufunza, tunajifunza kwa pamoja namna ya kudhibiti visumbufu vya mazao shambani. Karibu tujifunze. Leo tutakuwa na mdudu ambaye tutaenda kumjadili kwa pamoja. Sio mdudu mwingine ila ni mdudu ambaye ameshazoeleka na analeta madhara makubwa sana. Analeta madhara makubwa kwenye wakulima wa nyanya na mboga nyingine kama vile nyanya, pilipili mwendokasi, analeta madhara kwenye hoho. Huyo mdudu ni chorachora, yani leaf miner, au tunapenda kumuita kanitangaze kwa wale watu wa nyanya, ambapo tunajua kwamba usipomdhibiti kwa wakati atakutangaza, au wewe utachukua zile taarifa utaenda kusimulia kwa majirani zako, utaenda kusimulia kwa marafiki zako, utaenda kusimulia kokote kule, hata sokoni utasimulia kuhusu kanitangaze. Kwa hiyo pia hawa wadudu ambao ni chorachora pia wanaleta athari pia kwa watu ambao wana vitaru. Watu ambao wana vitaru wanaotesha miche ya jamii za michungwa, yani machungwa, wanaolima ndimu, wanaolima limao, wanaolima machenza, mapomero na mabarungi. Katika hatua ndogo ya mche, wadudu hao huwa wanafyonza na wanaharibu. Nitaenda kutoa hints mbalimbali. Hints hizo ni dalili ya kuwagundua. Utawagunduaje kwamba huyu ni chorachora sio mdudu mwingine? Tutajua hapa. Namna gani utamgundua kwamba ni chorachora. Kwa hiyo chorachora au leaf miner, mdudu huyu anaweza kawa inzi au akawa kipepeo. Yaani wale vipepeo wadogo tunawaita moth. Ndio chorachora wenyewe. Sasa kama tunavyojua kwamba kuna hatua za ukuaji wa mmea wa insect wa wadudu, kuna hatua ya ukuaji. Kila mdudu anakuwa na hatua yake tofauti ya ukuaji. Lakini hawa wadudu ambao sasa tunawasema ni chorachora, hawa wadudu ukuaji wao wanaanza na mayai. Yaani yule mdudu kamili, insect kamili atataga mayai yake. Akishataga mayai yake kwenye jani, baada ya muda yale mayai yataanguliwa. Yakishaanguliwa, kama tunavyojua kwamba kuna hatua ya mabundu inayoanza, yani lava. Baada ya mabuu wataenda tunutu. Baada ya tunutu atakuwa ni insekta kamili sasa, ambaye ndio mdudu kamili. Kama ni kipepeo atakuwa sasa ni kipepeo moth. Kama alikuwa ni inzi atakuwa inzi. Kuna hatua ambayo ina athari kubwa. Kila mdudu ana hatua ambayo ina athari kubwa. Sasa kwa hawa wadudu ambao ni chorachora, hatua yao ambayo ina athari kubwa kwenye mmea ni hii hatua ya mabuu. Haya mabuu baada ya kuanguliwa, yale mabuu yanakula sana. Yanapokuwa ulaji wake yanakuwa yanakula chini ya jani au kwenye jani, yanatembea mle ndani, yanatengeneza michirizi fulani, kama wale watu ambao wako kwenye migodi wanafanya kuchimba ndani na kuchoronga humo ndani, wanachoronga. Kwa hiyo tunasema ni mining. Kwa hiyo wale wadudu wanafanya mining. Wanakuwa wanachoronga mle ndani, wanachoronga kwenye jani, anachoronga kwenye jani. Mara nyingi anaanzia sehemu ya chini. Kwa hiyo unakuwa humuoni sehemu ya juu, kwa unaona tu jani lako linajikunyata namna hii. Anapokuwa anazidi kuchoronga anajikunyata, lakini ukiangalia sehemu ya chini utamgundua. Ila pia wadudu ambao ni mabuu nimewaambia sasa, wakati mwingine pia wanapokuwa nakula kutegemeana na aina. Maana nimewaambia kwamba wako aina nyingi. Kuna aina nyingi. Sasa kuna aina zingine za hao mabuu yanapokuwa yanakula yanapelekea pia utando, utaona kuna utando wa rangi ya fedha kwenye majani yako, utaona kuna utando wa rangi ya fedha. Sasa kula yao inaleta athari ambazo utazigundua shambani. Athari hizo utaweza kuzigundua ambazo ni zikawa ni dalili. Utaona kuna utando wa rangi ya fedha, utauona hasa kwa hawa ambao ni wanaoathiri kwenye limao au wanaoathiri kwenye mimea jamii ya michungwa, utawaona pale. Lakini pia unaweza kuona michirizi ya rangi nyeupe au ya rangi ya njano, utaweza kuona. Lakini pia utaona yale majani yanajikunyata kwa kasi sana, na mmea unapata udumavu, unashindwa kukua vizuri, na pia hata uzalishaji, kama matunda yako yameshaanza kuweka vizuri, utaona matunda yako pia hayaendelei kukua vizuri. Mmea wako umesinyaa, umeweka mbolea ya kutosha, umeweka rutuba ya kutosha, kila kitu unafanya vizuri, unamwagilia kwa wakati, lakini mmea wako bado umesinyaa, umejikunyata. Kwa hiyo utagundua hapo kuna chorachora, utawaona pale. Ila pia inafikia wakati hao chorachora pia wanapelekea majani yenyewe pia yaanze kudondoka. Yanadondoka yale majani, wakati mwingine yanakuwa yanadondoka. Athari za chorachora zinaonekana ndani ya muda mfupi sana,
ndani ya muda mfupi sana, kama moto wa msituni. Tunasema moto unavyokuwa unawaka, ni kama vile chorachora walivyokuwa wakiingia leo, wanatagwa mayai mengi sana. Kwa hiyo ile changamoto yake utaiona ndani ya muda mfupi sana. Mathalani, una shamba lako la nyanya, uliliona nyanya yako iko vizuri, umeihudumia vizuri, na wakati mwingine kuna bei ambayo ni nzuri shambani. Unaenda unalala, unaona mimi nimeshatajirika, siku 3 siku 2 hujaenda shambani. Unakuta na nini sasa? Unakuta chorachora wameingia, wana siku 2 siku 3, ukienda pale shambani unakuta hauna kitu tayari. Ni kama nyanya yako ishaondoka tayari. Kwa hiyo unachoenda kufanya wewe ni kwenda kutangaza. Ninaongea hivyo kukukumbusha mkulima kwamba ni wajibu wako sasa, ili kugundua dalili, mara kwa mara utembelee shamba lako. Yaani fanya kutembea shamba lako, sio kutembelea tu shamba kwamba unakuwa nje ya shamba. Hapana. Ukiwa nje kwenye msitu unaona kama miti yote inafanana. Lakini ukiingia ndani utaanza kugundua huu umekauka, huu uko hivi, huko hivi. Kwa hiyo ni vyema angalau mara 2 kwa siku, asubuhi na jioni, tembelea shamba lako. Kama chorachora wameingia mchana, ukitembelea jioni utawagundua. Kama waliingia usiku, ukitembea shamba lako asubuhi utawagundua. Tusifanye kilimo cha mazoea. Lakini sasa ukishawagundua, kuna namna ya kuwadhibiti hawa chorachora. Tumeshawagundua, tuwagundue katika hatua za awali za changamoto. Yaani zile hatua za awali kabisa tuwagundue. Tukishawagundua, tunaenda sasa kuangalia namna gani sasa tunaweza tukawadhibiti. Tumewagundua wapo. Namna ya kwanza ya kuwadhibiti, tunatumia mbinu ambazo ni za asili tu. Labda yale majani, kama ni kabustani kako kadogo, yale majani unaweza ukayachukua ukayatoa yale majani ambayo yameathirika, au ile mimea ambayo imeathirika ukaitoa. Lakini pia kama ni bustani yako ndogo ndogo tu, unafanya kilimo hai, unafanya kilimo ekolojia, unaweza ukatumia mafuta ya mwarobaini, neem oil, ukaweza kupulizia pale, Ukishapulizia, hao chorachora wataweza kufa. Lakini kwa wale ambao sasa tunafanya kilimo ambacho tunasema ni kilimo ambacho ni cha kutumia kemikali za viwandani, conventional agriculture tunaweza tukasema hivyo. Kwa hicho kilimo unaweza ukatumia viuatilifu vyenye viambata fulani. Kwa mfano, kama ni hawa chorachora ambao wanaathiri mimea jamii ya michungwa, kwenye ndimu, kwenye chungwa, kwenye limao, kwenye daranzi, kwenye pomelo, unaweza ukatumia kiambata ambacho kina chromazine and monosulfate kikakusaidia, kwa sababu hivyo viambata viwili vinafanya kazi yao kwa kushirikiana. Kuna kiambata kimojawapo kinaenda kuua yale wadudu wakubwa wasitage. Sasa na wale ambao wameshatagwa, wale lava pia watauliwa. Lakini pia kiambata kingine ambacho tunaweza kutumia hapo, unaweza kutumia Abamectin kwenye nyanya. Kama nilivyowaambia kwamba hawa leaf miner hawafanani, ni wanatokana na aina mbalimbali za wadudu. Kwenye nyanya, wale leaf miner wa nyanya, kwa mfano Kanitangaze, kuna viuatilifu vyake unaweza kutumia, wakulima wana vya kwao na mimi naongezea vya kwangu. Na pia unaweza ukatoa maoni yako kwenye video yetu ikishawekwa mtandaoni, wewe unatumia kipi, ili wakulima tubadilishane uzoefu kama lilivyokuwa lengo kuu la makala yetu. Hapo sasa kwenye upande wa nyanya unaweza ukatumia Emamectin benzoate. Pia usitumie kiuatilifu kimoja kwa muda mrefu ili kutopelekea usugu. Kwa hiyo baada ya Emamectin benzoate unaweza kutumia chlorpheniramine ukaitumia, ikaweza kukusaidia. Kwa wale wakulima sasa ambao kama nilivyoeleza, bado hauna uwezo wa kutambua kama huyo ni chorachora, kama huyo ni leaf miner, ninakushauri uweze kuchukua lile jani ambalo limeathirika na leaf miner, umuite mkulima ambaye ana uzoefu, anaweza kukushauri kitu, au mtafute mtaalamu ambaye yuko karibu na wewe akakuonesha, au unachukua hata lile jani na ule mmea ukaenda nao kwenye duka la pembejeo. Ukifika pale utaweza kuongea, utaweza kusaidiwa. Lakini ukienda pale ukasema mimi nina wadudu shambani naomba dawa, kuna baadhi ya watu ambao wanafanya biashara, labda kwa wakati mwingine anaweza ikatokea bahati mbaya akakupa kiuatilifu ambacho kulingana na maelezo yako hayakutosheleza vizuri. Akakupa kiuatilifu ambacho kisiende kudhibiti yule mdudu kwa wakati. Kwa yule mdudu akaendelea kueneza
madhara yake kwa muda mrefu, kwa unakuta unapoteza. Na kushauri, acha kilimo cha mazoea, fata kanuni na utaratibu uliopo uweze kupata tija shambani kwako. Kwa majina naitwa Josephat Rioba au Bwana Shamba Rioba kutoka Asili Growers. Karibu endelee kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Kumbuka kutukomentia kila unapo video zetu. Tutafurahi sana kusikia kutoka kwako, kwa kuwa tunaamini unajua. Hadi wakati mwingine, Mungu akitupa uzima. Bye bye.